trying to make some music ili uniliwaze angalau afya yangu inaweza ikakaa sawa. Bado siko sawa kisaikolojia, na yule binti aliniambia kwamba anakuja kumwambia mganga mkuu ili anipe dawa zinazoendana na UTI yangu. Nina UTI nyingi sana. Stella kanibandika UTI kama ana akili timamu. Stupid boy, you are very stupid. Nani kakutuma ufanye hivyo? You are not allowed to make music on that computer. Hiyo computer ni kwa sababu ya kuweka taarifa za wagonjwa. Wewe unaweka mziki? Hebu acha ujinga bwana. Kakae kitandani kule. Bado sijamaliza. Kakae kitandani kule. Usiwe mkali hivyo sasa dokta. Nipe tu hata dakika 10. Give me even 10 minutes. Ni baluze hapa kama dakika 10 hivi angalau. Naweza nikakaa sawa. Kwani kuna shida gani mjomba? Mbona mimi hapa sina wasiwasi na nyie? Nimekwambia anatumia kwa temporary use tu. It is just for temporary. Nikimaliza mimi nafuta, kompyuta yenu inabaki kuwa vizuri tu. Hakuna kitu nilichokifuta mjomba. Mbona unakuwa hivyo? Alafu nilikuwa naomba daktari kama inawezekana mnilaze kwenye hiki chumba kwa siku 3 tunaomba 3 days. Kwa ugonjwa gani ulikuwa nao? Ugonjwa huo sio wa kulazwa bwana mdogo. Ugonjwa huo ni wa kupewa dawa tu na maelekezo. Ukienda kutumia dawa nyumbani vizuri utapona, na sio kulazwa. Na hata kama ingekuwa una ugonjwa wa kulazwa, hatuwezi kulaza kijana mpumbavu kama huyu kwenye wodi zetu kama hizi. Wewe umeachwa tu dakika 5 tayari ushaanza kuchezea kompyuta za hospitali. Wewe si mpumbavu wewe? Wewe si mpumbavu wewe. Wewe mimi hapa si mpumbavu mimi. Sikiliza dokta, mimi nataka kulazwa. Sasa wewe unalazimisha mimi nitoke niende nikatumie dawa nyumbani. Alafu mimi mawazo yangu ni kwamba nataka kulazwa. Kwa nini tunatofautiana kisaikolojia? Si kila mtu anakuwa anatibiwa vile anavyotaka. Mimi tiba yangu nataka nilazwe siku 3 hapa hospitali. Usinilazimishe kurudi nyumbani daktari. Sio kwamba la kulazimisha uondoke bwana mdogo. Hebu kuwa muelewa. Nimekwambia kutokana na hali ya afya ulokuwa nayo, sio ya kulazwa. Wewe ni wa kupewa dawa na ushauri na kwenda kukaa nyumbani kujitibia. Utakuwa sawa tu. La, hali imekuwa sio nzuri, inaendelea kuwa mbaya tu, ndo utarudi hapa, tutaangalia hali yako, halafu ndo tutakwambia unalazwa ama haulazwi. Hapo ulipo sasa hivi siwezi kukulaza. Hatuwezi kukufanya ubaki hapa siku 3. Hilo swala haliwezekani. Wewe ni mchafuzi kwanza. Mchafuzi mkubwa. Afya yako imetengemaa. Nenda nyumbani na kupa dawa zako ukatumie. Aisee mzee, tusigombani. Nimesema hapa mimi siondoki, nalazwa siku 3. Kwanza hospitali hii ni ya serikali, sio ya kwako. Huna maamuzi yoyote ya kuniambia mimi niondoke hapa bila sababu yoyote. Nimesema mimi naumwa vibaya mno, siwezi kuondoka, nataka kulazwa siku 3. Kwa nini unalazimisha mimi niondoke? Siondoki. Hapa mimi siondoki. Kama haiwezekani kunilaza, basi dawa mnazonipa nitatumia hapa hadi ziishe ndo niondoke. Stupid. This boy is very very stupid. Yaani huyu hana akili timamu. Sijui kama anajielewa huyu. Sasa wewe unang'ang'ania kulazwa siku 3 ndugu yangu. Wenzako wanatamani kuenda kitaa wakafanye shughuli zao za kiuchumi. Wewe unatamani kubaki hospitali. Unajua hapa ni sehemu nzuri. Hii si sehemu nzuri actually. Ni sehemu ya kuja kupata tiba tu na kuondoka. Hakuna mtu anayetamani kubaki hapa. Hebu nakuomba kijana, kaa kitandani, nikupe dawa na ushauri uondoke. Hebu nisikilize dokta. Kaa kitandani, nikupe laza music, burudani, utulie. Mimi hapa siondoki kwa kweli. Nishakwambia. I can't get here. Siondoki. Wewe kijana wewe. Wewe you are stupid. You are very very stupid boy. Na mimi unataka nionekane ni mjinga kwa ajili yako. Hilo swala haliwezekani. Hapo nje kuna wagonjwa wanasubiri hiki chumba ili wapate matibabu. Wewe unang'ang'ania. Hiki chumba hatuwezi kulaza mtu mwenye UTI ndogo kama ya kwako. UTI ya kwako ni ya kutibika tu na dawa. Nakupa dawa utaenda kutumia nyumbani, utapona. Siponi dokta. Kwanza mganga mkuu yuko wapi? Maana unaona unanipigia kelele tu. Yule dada alisema kwamba anaenda kumuonyesha vipimo mganga mkuu ili aje anipe tiba. Nina UTI nyingi, maelfu kwa maelfu. Yule dada akasema tiba yeye mwenyewe haiwaji kabisa kichwani. Lazima aende akaongee na mkuu wake. Wewe unasema eti naweza kwenda kupona. Kivipi? Embu nenda kamuite mganga mkuu kwanza aje. Tatizo bwana mdogo, wewe ni mbishi. Mimi ndo mganga mkuu na vipimo vyako nimeviona. Huna UTI ambayo inafanya tukulaze hapa siku 3. Hilo swala haliwezekani. Ile UTI yako wewe ni azuma tu, hata bila sindano. Azuma tu unapona. Sasa mimi nataka nikupe ushauri. Uende ukachukue hizo dawa ukatumie, utapona. Hapana bwana. Mimi nipeni hizo dawa nitatumia hapa nitapona. Siwezi kuondoka hapa. Hapa mimi siondoki. Kwani wewe unataka nini labda? Nataka mziki. Usiwashe mziki. Kidogo tu kwanza. Achana na mziki, zima. Alo, zima huo mziki ujue. Wewe Stella wewe.
Ushaanza kunikumbusha mbali. Umesikia vitu hivyo? Unanikumbusha mbali bwana mdogo. Umesikia vitu hivyo sasa mzee? Nilikuwa nakuonjesha, tunataka usizime, unazima wa nini tena? Wewe si utaki mzee. Ushanipandisha mashetani yangu ya mwaka 73. Amesema nizime. Wewe niwashie, washa. Nini sasa? Washa nikuonyeshe. Shega. Stella! Binti mchafuzi sana wewe. Ulitaka kumchomoa kizazi kijana wa watu. Balaa hili. Mama, nikiwa naenda nyumbani mimio, nikiwa naenda nyumbani sengo yerere, nikamwambie Stella huwezi kufika, nikamwambie Stella huwezi kurudi tena. Harudi tena uko Stella wewe. Umekuwa mshenzi sana wewe binti. Aise nani? Mimi Dr. Martha, jamani hii odi imegeuka kwa disco. Ala. Mbona sielewi huko ndani? Nimekwambia uache vyombo sio vipi. Uache vyote hivi hivi unakuwa kataka wewe. Unataka nini? Hata shemeji, wewe mbona umesimama huko? Si nyumba si umesema ndio hii hapa dada. Ndio. Twende sasa, mbona umesimama huko njoo? Oh wewe mbwalate. Na kuuliza Matonya, wewe mbwalate. Wewe usikii ng'unto hiyo. Ng'unto uisikii uko ndani? Mtu anagongondwa, halafu unaniambia eti twende. Dada yako ako ng'onta, anapiga vibaya mno siku hizi Bikachara. Sijui amepatwa na nini. Matusi yeye, kipigo yeye jamani. Hebu ngoja kwanza kutulie. Sasa shemeji, kama ni ugomvi, matusi, kipigo ni vya Bikachara na huyo mtu wake humo ndani. Sisi hautuhusu. Twende tukagonge mlango, sisi ni wageni wake, atatukaribisha. Masuala ya vipigo sijui unaogopa nini, kutulie kunatuliaje sasa? Twende, sisi ni wageni wake Bikachara, unaogopa nini? Au sio hapa kwa Bikachara? Ni hapa Matonya. Ndio hapa kwa Bikachara. Hata sauti hiyo isikii inayopayuka. Ni yeye huyo. Dada yako huyo bwana Bikachara. Sasa mimi ninachokiogopa ni kwamba nilikuja mara ya kwanza hapa nikatukanwa matusi ya nguoni na kudhalilishwa mbele za watu. Bora hata wewe mwenzangu unaweza ukakaribishwa. Wewe si ndugu yake, mdogo wake kabisa toka ntoke mama moja, hawezi akakukataa. Yaani shida ni mimi. Ndio maana nakwambia hebu tutulie kwanza, atulize jazba aliyokuwa nayo. Maybe tukienda pale tutakaribishwa vizuri wote kwa pamoja. Lakini ugomvi huo unaonekana ni mrefu shemeji. Sasa unavyosema kwamba eti tumsubiri hadi atulie, sijui atatulia saa ngapi.